Mtazamaji wa GPM TV, tuko mahali hapa kwenye kanisa la AIC Mbugani. Tumeshuhudia tukio kubwa kabisa siku ya leo, la tukio la kusimikwa kazini mchungaji Richard Mponeja. Hapa tupo na kiongozi wetu hapa, labda tu tumsikilize kwa majina yake. Ni nani kiongozi? Jina lako ni nani? Kwa majina anaitwa Atanas Kilaba. Ni kiongozi, ni katibu kata wa Chama cha Mapinduzi katika kata hii ya Kakese. Lakini pia tumeshukuru kwa mwaliko ambao leo tulikuwa tumealikwa kwa ajili ya kuja kushuhudia tukio kubwa, kusimikwa kwa mtumishi wa Bwana. Naamini watumishi wa Bwana ndio watumishi ambao wanaohubiri neno la Mungu, lakini pia ndio wanaohamasisha kuwa na amani katika taifa letu. Kwa hiyo watumishi wa Bwana tunawathamini sana, hata serikali pia inawathamini sana watumishi wa Bwana. Na kama unakumbuka hata kile kipindi changamoto ilipokuwa imeingia tukiwa na marehemu Rais Magufuli, alitangaza baada ya tatizo la corona, lakini alitambua kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Lakini alipotangaza katika taifa lote kupitia ile imani, na watu wakaingia kwa imani moja, kama tulivyoshuhudia leo, askofu kutoka Tabora, neno lake zuri ambalo alikuwa na kutubia, kwa kweli limewajenga sana watu katika neno hili. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Hata sisi kama viongozi wa serikali pamoja na chama, bado tunahitaji sana ushauri mkubwa kupitia watumishi wa Bwana. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba ushirikiano kati ya makanisa, watumishi wa Mungu pamoja na serikali na vyama na mashirika mbalimbali, tukiendeleza huu umoja, tutaleta tija kubwa katika taifa letu la Tanzania. Na ndio maana tunasema kila wakati, hata rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anasisitiza sana katika hilo kwamba tuendelee kumwombea shughuli anazozifanya, lakini pia na kwa taifa kwa ujumla. Tunaona mchafuko wa mambo mbalimbali, mfano kama nchi za Kongo na maeneo mengine, lakini yote hii tunajua kabisa kwamba inapokosekana amani, machafuko mengi ndio maana yanatokea. Kwa hiyo tunashukuru sana kushiriki tukio kama hili la leo, maana hii tunasema kwamba ni watendakazi ndani ya shamba la Bwana wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo watu tuwatie moyo wanaposikia wito ndani yao, na tunaamini kabisa kwamba tangu zamani, nasema kwamba tangu uumbaji wa Mungu aliahidi taifa lake, taifa kubwa, ambao kupitia mtumishi wake Ibrahim, tangu wakati ule akasema kwamba nitakufanya kuwa baba wa mataifa tena makubwa. Na tunaona ukisoma historia nasema kwamba Ibrahimu alipokuwa ameenda katika nchi ya Kanaani kule alipokaa, lakini baadaye njaa ilipokuwa imetokea, wakasikia vyakula vingi vinapatikana Misri. Sasa walipokwenda kule ndipo Mungu alikuwa pamoja na wao. Ule mpango wa Mungu haukuishia pale. Na ndio maana Musa wakati anakabidhiwa zile sheria katika mlima wa Mungu, akawaambia sheria hii itakuwa ni vizazi na vizazi na vizazi. Hivi mpaka tunavyozungumza hivi ni agano la Mungu aliyosema kwamba tutunze sheria ya Mungu. Kwa hiyo tukiishi katika maisha haya ya kumpendeza Mungu, mambo yote yataenda vizuri kabisa. Hata sisi katika serikali, lakini pia kupitia uongozi, tunaamini kabisa kwamba uongozi unatoka kwa Mungu. Kwa hiyo tukifanya jambo kama ile na kuhamasisha na wenzetu tukawa kitu kimoja, itapendeza sana. Asante sana. Nashukuru sana. Lakini pia swala la mwisho, wewe kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM kata, sasa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu hapo baadaye. Unawaambia nini Watanzania kwa ujumla juu ya maandalizi hayo? Ndiyo, nashukuru sana kama ulivyosema kwamba mimi kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, mimi Watanzania wote nawaambia tu kwamba chaguzi kama hizi ambazo tunaelekea kwenye uchaguzi, kwanza tunahitaji kuwa na amani, lakini pia tunapochagua kiongozi hatuchagui tu ili mradi kwamba ni kiongozi, lakini tunaangalia kwamba kile chama pamoja na misingi yake, ile misingi inasaidiaje wananchi na pamoja na serikali yake. Lakini tunaona kabisa kwamba Chama cha Mapinduzi tangu wakati ule taifa hili la Tanzania tunapata uhuru mwaka 61 kupitia baba yetu Nyerere, misingi iliyowekwa tangu wakati ule, tuamini tu kwamba tangu chama cha tano, lakini tunakuja kupata mwaka 77 kuipata CCM, lakini misingi ni ile ile ambayo ilikuwa imewekwa na wazee wetu. Kwa hiyo naamini hata taifa hili kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 ni sawa kama utaratibu unaosomwa katika sheria za Umoja wa Mataifa kwamba lazima kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi, lakini bado tunakiamini Chama cha Mapinduzi ndio chama ambacho kinatetea taifa la Tanzania pamoja na usawa na watu mbalimbali. Kwa hiyo chama hiki, niombe Watanzania wote kwa ujumla tuendelee kukiamini, ni chama ambacho
kinasimamia misingi mizuri pamoja na kuona na changamoto mbalimbali kupitia wananchi wake. Lakini tunaona Rais Samia jinsi anavyoshughulika, ameleta miradi mbalimbali, tunaona anatua mama ndoo na nini, maji zilikuwa ni changamoto, lakini pia barabara. Mfano kama mimi tunavyozungumza hapa, mimi kwa majina kama nilivyosema naitwa Athanasi Kilaba, lakini mimi katika eneo hili la Katavi sio mzaliwa wa Katavi, mimi ni mzaliwa wa Simiyu, Maswa huko. Lakini zamani changamoto zilizokuwa nazo kutoka tu Maswa Samia kupitia serikali yake sikivu na chini ya chama chake cha Mapinduzi, mambo yamekaa vizuri, tunaona maendeleo yanaendelea kuonekana. Hata kupitia uchaguzi unaokuja, mama tuendelee kumpa ushirikiano. Tunasema Samia mitano tena, ni mama shupavu ambaye amejitoa kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo hata watu wengine tuungane wote kwa pamoja kumsapoti mama yetu, anaweza, ni mwanamke ambaye amejitoa. Lakini pia kama tulivyoshuhudia leo kwamba watumishi wa Mungu wamesimikwa, lakini huyu mama Samia, mimi nikisoma neno la Mungu namfananisha kama wakati ule wa utawala wa taifa la Israeli, walianza na utawala utawala wa waamuzi, lakini ndani ya wale waamuzi kulikuwa na mama mmoja aliitwa Debora. Debora alisimama kama mwanamke kwa nafasi yake na akaongoza taifa la Israeli, na watu wakashukuru, wakaona mchango wake mkubwa. Kwa hiyo hata sisi leo mimi nasema Samia ambao ndio anayeongoza Tanzania, namuita kabisa ndio Debora wa wakati wa taifa la Israeli. Mama huyu muombe Mungu ampe afya njema, aendelee kulitetea taifa la Tanzania. Asante sana. Samia mitano tena. Viongozi mbarikiwe sana. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Mtazamaji, kama ambavyo umemsikia kiongozi wetu wa chama Bwana Athanasi, huyu ni katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kakese. Rai yake kwa Tanzania anasema kwamba tumwamini mama, tumpe mitano tena. Samia mitano tena. Mtazamaji wa GPM TV, tunakushukuru sana. Endelea kufuatilia chaneli yetu hii kupitia YouTube channel GPM TV. Ubarikiwe mtazamaji. Amina.